ni ule mtoto ambaye akizaliwa uwezi ukaelewa kama ni mtoto wa kike ama wa kiume. Ndio. Alright. Asante sana. Burudia, jina la shirika umesema ni linaitwa Jinsi Yangu. Jinsi Yangu. Okay. Au kwa kizungu wanasema my gender. Alright. Yes. Sawa sawa. Msikilizaji angependa kujua unapatikanaje leo hapa Kisii, shughuli gani? Nilikuwa pita zangu na pia shirika lilikuwa limenituma haswa kwa ajili ya kuelimisha watu katika kaunti ya Nyamira kuhusu ili swala la wanahuntha ama wana intersex. Yes. Ya kuwapatia information, maana tuliona kwamba huku mashinani haswa ndio hawa watoto wao wanateseka sana. So niko shughuli ya kikazi kwa ajili ya kufunza wenzangu ya kwamba hawa watoto wapo kabisa. Hakika wakati unaangalia sensa ya 2019 huku Kisii kuna zaidi ya watoto 1000 ama watu zaidi ya 1500 ambao wamezaliwa, ambao ni hunta, ambao wamezaliwa kwa namna kama hiyo. Na kwa mfano jimbo la Kisii limeorodheshwa la 7 countrywide. Ndio. Kulingana na idadi ya wale watoto ambao ni hunta. Dawese, karibu sana kwa wakati tunataka kufahamu mengi kuhusu hunta. Sasa kwa faida ya msikilizaji wangu Sydney, ngependa tu kujua vizuri kwanza umezaliwa wapi na labda ulianza kujifahamu wakati gani? Mwanzo kabisa nimezaliwa Kakamega. Nikazaliwa mwanahuntha kwa familia ya watoto 9. Okay. Nilizaliwa mwanahuntha alafu nikalelewa kama mtoto wa kike. Ukalelewa kama mtoto wa kike? Ndio, nikaenda shule kama mtoto wa kike. Nikapewa jina ya kike. Wakati nilifika umri ule wa kubalehe. Wakati ulipewa jina gani? Nilipewa jina Beatrice. Beatrice. Ndio. So nikakuwa kama Beatrice. Lakini ule muda wa kubalehe, ule wakati wa kubalehe, nikaanza kujihisi tofauti. Nikaanza kuhisi kwamba mimi si ule Beatrice mwenye amelelewa. So mimi ni Sydney. So hiyo jina Sydney nilichagua maana ni jina ambayo inakaa unisex. Okay. Kulingana na vile pia Mungu alinipa maumbile. So ndio maana nilichagua hilo jina. So okay, alright. So kubalege, labda kwa faida ya msikilizaji wangu utuambie labda ulikuwa darasa la ngapi hapa wakati umeanza kujihisi kwamba wewe sasa wewe si Beatrice, umeanza kujihisi tofauti? Nilikuwa class 8. Hapo ndo nilianza kuona tofauti. Isipokuwa pia nikiwa hizi darasa zingine bado nilikuwa nahisi kuna kitu ambacho hakiendi sawa sawa. Maana unapata ukiwa shuleni kuna zile vioo vya choo zile za wasichana na za vijana. Lakini ungenikuta mimi karibu kila mara nataka niingie kule kwa vijana. Lakini kumbuka pia nilikuwa sasa nimeloka mtu wa msichana, then nimevaa pia mavazi ya kisichana. So hakuna vile ningeenda kwa choo za vijana. So pia ilikuwa hali ngumu kwangu, ila sikuwa najua nini ndio shida, sababu nilikuwa bado niko mdogo, sikuwa naweza kujielewa. Ndio. Okay. So wazazi waliweza kuchukua nafasi gani katika kukueleza kujifahamu wewe? Pande ya wazazi, wacha niseme nililelewa karibu sana na mama. Maana baba alikuwa anakufanya kazi Nairobi. Na wazazi ambao nilikuwa nao ni wazazi wale wakali wale. Akikohoa unafikiria amekuita. So kwangu ilikuwa ngumu sana hata kuwauliza maswali. Ila nilipofika class 8 nilipata courage kidogo, nikamwendea mama. Nikamuuliza sijielewi. Maybe kama mzazi unaweza nieleza kinachoendelea katika mwili wangu. Nikamwambia maana mimi saa hizi sijihisi kama mimi ni yule Beatrice ambaye mlilea. So mzazi, sababu ni kitu ambacho alikuwa amekificha kwa muda, zile expectations za wazazi ile ya sababu tumemlea kama mtoto wa kike ataendelea kuwa hivyo na kutakuwa na issue. So wakati nilianza kumuuliza yale maswali yalimkera, na kaona ni kama
Kenya alikuwa anaficha kitafichuka. So akawa mkali sana kwangu, alikuwa ananipiga, mara unafungiwa hadi kwa nyumba. Sasa hata ile ushirikiano wa watoto kucheza ikakuwa limited. Yeah, so upande wa wazazi sikupata support yote, isipokuwa sasa ile harassment, kufichwa, kupigwa, ama sasa napigwa na marufuku hata ile ya napewa masharti. Ni utakaa hivi ama utoke kwangu. Sababu umeanza kuwa aibu. So kwao ilikuwa kama aibu wakati nilitamani kuelewa nini kinachoendelea. Alright. Yeah. Shikilia hapo tu kidogo, tunarudi ili kuendelea na haya mazungumzo. Magigari tukulia elire kero muntu igakwagirira gucyanka elyo oikera eyamateae basange ndagira nabo igo itona ngakiri tukulia lenge. Alright, asante sana basi bono mwanchi mategereri tokenderete ko sanga gaiga se studio ekerondega nabakeni ngumukwanduranya bo tobeo yo okokora imirimo ni kiombege kwegerera boene bwa abantu bari bayiboire chinsemo cyabo chansoni kire arakabere yomusacha kusoma Kongo nabayigonderere Sydney etemesi oyo oleboigo oyo mogose boli boira senjere ngabune yukero tugenda tukunyaga usanga chinkwana gaga se studio Sydney. Karibu sana. Sasa wakati tunapoendelea sasa, ulisema kwamba wakati umeanza kuchanganyikiwa wewe ni nani, approach umesema nani? Mama. Approach mama. Approach mama, eh? Ndio. Alright. So wako wa usaidizi ila aliona ni aibu nitatia familia, sababu ni jambo ambalo walikuwa wameishi kulificha. Ndio. Alright. Hapo kama darasa la ngapi hivi? Hilo ni darasa la 8. Darasa la 8. Okay. Alright. So hapo wakati unasoma ulisema kwamba hasa katika utumizi wa vio wakati mwingine wewe ulikuwa unataka unaenda kwa vile vio vya wavulana. Ndio. Lakini unaenda hapa kwa wasichana. Kwa wasichana. Labda kwa wale wanafunzi ambao mlikuwa mnasoma na wao, kuna labda yeyote aliyegundua kwamba wewe huko namna gani? Kwa kweli vile nilikuwa nimesema hapo awali ya kwamba wale wazazi ama ule mzazi aliendelea alikuwa very strict. And also alikuwa anahakikisha kwamba hata ninaposhirikiana na wale watoto wengine, kuna jinsi anakuvalisha. Unajua watoto ni watoto tu. Ukimvalisha hizo nguo za kawaida unapata maybe ametoa nguo ama nini. So nilelewa na masharti ile yao. Ukikaa na watoto wengine usifanye hivi na si ile kuambiwa tu ya hivi unaambiwa ukichapwa. So ni kitu ambacho nilikuwa nikijua hata kama nikujisaidia. Najua kama niko na wenzangu hapo nikutoka niende mbali kabisa. So nikiwa shuleni hakuna yeyote aliyegundua kwamba niko tofauti. Lakini wakati nifika hapo class 8 ndio nilianza kusumbuana na wasichana. Sasa ikawa na ripotiwa mpaka kwa walimu ile ya mbona huyu ni msichana na anasumbua wasichana wenzake. So ni kitu ambacho pia hata mimi mwenyewe sikuwa naelewa ni nini nafanya, but nilikuwa nasikia sasa zile hisia zinanipeleka pande ya wasichana. Na bado vile nimelelewa na vile nimevalia mimi ni msichana. Sasa ikakuwa na mushkili kidogo. Okay. Ila sasa mama alipokuwa unajua ile unaambia ndio ulete mzazi. Sasa nilikuwa nikifika nyumbani nikiambia mama umeitwa shuleni, anauza sababu gani? Namuelezea. Sasa nikimuelezea ni unachapwa nyumbani, unarudishwa shule ya kuji. Okay. So kukawa hivyo saa kuendelea hivyo. Sasa ikawa ile ya nikitumwa mzazi, sasa sifiki. Nabaki hapa kwa kichaka nangoja masaa jioni nimdanganye nimetoka shule. Okay. Ya natafuta siku kama 2-3 nirudi shule nimwambie mama alikuwa amesafiri. Alright. Yeah. Unajua darasa la 8 sasa wewe umeanza kuwa adolescent. Yeah. Ile wanaita adolescence. Sasa ujanja kalikuwa. Ujanja umeingia. Hisia zimeanza. Ndio hapo sasa. Kwa hivyo ukaanza kule kukatia kidogo. Ilikuwa too much. Unarusha mistari. Wenzako wanashangaa, kwani msichana mwenzangu kuna nini? Ni kweli ilikuwa jambo la kushtua sana because hata walimu walichanganyikiwa. Sasa wengine walianza kusema ni mapepo. Kulingana na mahali nimetoka. So wanajuanga vitu kama hivyo vikifanyika. Ama ungesema wewe ni lesbian. Wakati huo wako wanajua hizo maneno za hizo hazikuwa. So wao walikuwa wanaegemea upande wa mapepo ama mtu amemroga, something like that. Yes.
Yeah. Ama ni ya millennial. Yeah. Okay. So ilikuwa hivyo. So mara mingi hata majirani after nimemaliza 8 sababu ilizidi, sababu ni adolescent stage na nisukuma na pia mimi mwenyewe sijielewi. So unapata hata majirani walikuwa sawa naambia mama mpeleke kanisani aombewe. Mimi nimeenda mpaka kwa mlima kufast. So but mzazi alikuwa na information but hangeshare. Yeah. So yeye alikuwa afanye hivyo kufurahisha majirani. Waonekana ambaye maybe nimelaaniwa au nimerogwa. Yeah. Alright. So umesema umezaliwa katika familia ya watoto 9. Ndio. Wewe labda ni wangapi katika watoto? Mimi ni last born. Second last, sorry. Yeah. Wa pili kwenda kwa kitinda mimba. Ndio. Alright. Hao wengine wote kuna yeyote ako kama wewe? Ala. Ni mimi tu. Ni wewe tu. Okay. So sasa baada hapo darasa la 8 mambo ilienda namna gani? So baada ya kufanya mtihani wa KCP nilipita. Lakini sasa baba akawa amerudi nyumbani. Hapo ulifanya mtihani kama Beatrice sasa? Nilifanya kama Beatrice. Certificate yangu iko na Beatrice. Yes. So after shule sasa ikawa sasa niingie high school. Baba akachangia kabisa, lakini sasa hakuwa anaelewa mambo venye imekuwa kwa sababu hakuwa na sisi. So and most of the time mimi nilikuwa navanga shorts. Hata nikiva ile rinda ile nikienda shule lazima ikuwe na short ndani. So nikitokea nikifika gate ya shule natoa ile rinda na baki na short. So kulingana na mila za Kibaluya wakati huo mtoto msichana alikuwa anaruhusiwa kuvaa trouser ama shorts. Naam. So wakati baba alikuja ikakuwa ngumu, maana akasema sasa wewe ni msichana. Kwangu hakuna trouser, hakuna nini shorts. So na mimi kulingana vile niko najihisi na ile adolescence singerudi kuvaa tena dress. Sasa tukawa hatuelewani. So akawa ndio school fees ipo, lakini sasa ile shule nilikuwa nimeitwa ni ya wasichana. Ulitwa shule ya wasichana? No. Yeah. So nikamwambia kama ni shule ya wasichana sitaweza. Sasa akakasirika, hiyo pesa alikuwa ametenga akaitumia. Sasa hivyo ndio masomo yangu iliishi hapo. Okay. Ndio. Kwa hivyo kwa sababu That's 2001. 2001. Yeah. Okay. So nikampa option, ndio anajua kupatia mzazi option ni story. Nikamwambia nipeleke mixed school, yes. Yeah. Yenye anaweza ongelesha wale walimu nivae nini? Either hiyo trouser. But sasa alikuwa pia sasa sikuwa naelewa wananielewa ama wanielewe kwa ni wazazi wangu. So kwa zile za mbona niende niongee na walimu uvae trouser. Wewe ni mtoto msichana, behave kama msichana. Okay. So singeweza kuelewana na wao. So akaniambia kama utaelewana na mimi hapa kwangu sikutaki. So hivyo ndio niliweza kuachana na wazazi. So 2001. Yeah. Okay. Sasa najua nilikuwa mdogo, sikuwa naelewa vitu vingi. Aliniambia like tunaenda sokoni, then huyo ni baba. So kwenda sokoni tukaingia mahali nikapigwa picha hii ya passport. Kukawa na mahali nafinya kidole yenye sikujua ni nini, kumbe nilikuwa nashikishwa ID at 13 years. Okay. So wakati nipata waiting nikaambiwa kwangu usionekane kwangu, hizi aibu hatuwezani nazo. So hivyo ndo niliachana na familia. Yeah. So sasa hiyo ni 2001. Yes. Ukaenda wapi sasa, umefukuzwa kutoka familia? Yeah, so baba alikuwa anaishi Nairobi. Kuna muda tulikuwa tunakuja na mama kutembea nini. So ikawa sasa kijiji kizima, sababu hizi vitu zilikuwa zinafanyika mimi sielewi. Maana niko attracted to ladies. Yes. Na kijiji kinajua mimi ni msichana. Wewe ni msichana. So kukawa maneno iko kila mahali, then wazazi wanaona ni aibu, wanashindwa kuhandle hiyo situation. So ilifika mahali mpaka my family walikuwa natuma watu waniue, waondoe hiyo aibu. But lucky enough, kwa wale walikuwa natumwa, mmoja alikuja akaniambia you have to be, ukuwe makini sana maana kuna kibarua tumepewa. So nilitoroka. Nilikuwa naishi by the way kwa shamba ya miwa most of the time. Because now naona nikitoka nje watu watani attack. Yeah, so
hiyo kujificha ficha hivyo kukawa sasa mahali penye naweza kaa nikiwa na amani, maybe the disco matanga, siji kama unaelewa hizo. Yes. Naweza enda mahali kwa matanga unakesha sana kama mtu amekufa, unajua watu ukaa pale kama siku 2-3, nikae hapo nipate chakula, nipate mahali pa kujiekelea hata kama ni hapo nje, then sherehe ikiisha nijitafutie kwenye nitaenda. So kwa hiyo hali kukawa pia kuna vijana walikuja wenye walikuwa wametoka kwa kijiji yetu kwa hiyo disco matanga, so wakanipangia. So kunipange mmoja akakuja akaniambia, mbona umepotea hivyo, so tuende hivi kwa barabara hivi tupige kama nyweso hivi. So mimi kutokea hivyo ndo nilipigwa sana. Nikatolewa manguo. I was even aired kwa Mlembe FM. Ndio mwenye ali air hizo news by the name Gilbert Ongachi. Ndio baada alinitafutia safe house Nairobi. Okay. Sasa alipitia kwa assistant chief mwenye alikuwa akatuma fare. Ndio nikaenda Nairobi. Nikapelekwa kwa safe house ya ilikuwa na watu mchanganyiko. At that time the lesbians, gays nini ndio walikuanga wanajulikana. So nilifiksiwa hapo halisi nipate makao. Alafu nikatibiwa sababu nilikuwa nimepigwa, nimeumizwa na nini. So nikiwa hapo ndio nilipatana na mtu kama mimi. Okay. Mwanahunta kama mimi. Ndio akaniambia hapo kwenye tumekaa tuko tofauti na hao watu, hatuwezi saidika. Tufanye aje tufungue an organization yenye inaweza saidia the intersex. Ndio tulikama hapo na jinsi yangu. That's how we formed jinsi yangu. Yes. Yeah. Okay. So kwa jinsi yangu ndio nimejilelea hapo. Sasa hiyo ndio familia yenye niko nayo. Najua saa hizi hata nikapiga simu niwaambie nimepigwa mahali, watakutuma usaidizi haraka. Nikiwa mgonjwa, hao ndio immediate family by the way. Yes. So hii jinsi yangu ndio imenilea kutoka mwaka chini mpaka nimejisimamisha. Okay. Ndio. So hii jinsi yangu wewe ndio the founder? Yeah, I'm one of the founders. Yes. All right. Sawa. So sasa ukikuja kujielewa kabisa, sijaona nani alikuja kukueleza sasa, kueleza kabisa ndio ujue wewe uko hivi, kwa sababu all this time umekuwa ukipitia haya kwa sababu haujielewi. Kweli. So through these organizations ndio nilikuja kujua ukiwa kwa hiyo safe house. Yeah, through hiyo safe house. Yes. Ndio sasa kulikuanga na hizi trainings zenye nilikuwa pia naalikwa naenda. Sasa ndio nilikuja nikajua tofauti ya lesbian, ya gay, ya transgender, na pia wakafafanua intersex. Sasa ndio nikajua cause hata nyumbani mara mingi kuna wale walikuwa wananiita lesbian. Na pia hata akisema lesbian sikuwa najua ni nini. Yes. So ndio nilikuja kuelewa okay, kwa hivyo mimi niko kwa hii category. Then now there is acceptance, kujikubali. Yes. Sasa hiyo ndio ilikuwa ngumu, but ilinichukua muda, nikaanza kwenda counseling. Jinsi yangu akanilipia counseling. Ilifika to an extent mpaka nilikuwa na depression because now akili zangu sana zilikuwa zinapiga kwa familia. Like vile familia inaweza kukata. Sasa mtu nje atakukubali vipi? So nilikuja nikadevelop depression. So nilikuwa naona counselor na bado na meza dawa za depression. Yeah, lakini for now naweza sema I'm better. All right. So bado hayo majina wewe yanachanganya sana watu, transgender, lesbian, intersex. I think there is something else. Kuna lesbians, gays, transgender, kuna bisexual na kuna intersex. Yeah. Labda kwa faida ya msikilizaji ueleze tu kidogo tofauti. Okay, nitasema hivi, nitaanza na lesbian. Lesbian ni mtoto wa kike ambaye amezaliwa ana kila kitu cha kike, ila ana hisia za mapenzi, sio? Za mapenzi, yes. Ako attracted to wasichana wenzake. Okay. Huyo ndio lesbian. Yana akikaa hivi siku na nyavato vyako hapa, alafu akiona Jen anaona huyu ndio wangu sasa. Yeah, huyo ndio lesbian. Gay is like vice versa. Alright, mwanaume ambaye anahisia kwa mwanamume mwenzake. Anatamani mwanamume mwenzake. Yeah. Yes. Bisexual ni yule ambaye kama wewe Bright. Na Sydney hapa. Yes. So unafanya kitendo cha ngono na Sydney na bado umeoa. Uko na mke. Na bado
unafanya mapenzi na John. Unakutana na mwanaume. Unafanya mapenzi na John na bado umeoa. Okay. Una mke. Niko na mke. Lakini bado unahisia na mwanaume mwingine. Alright. Huyo ndio bisexual. Okay. Transgender ni bright hapa. Amezaliwa, ana kila kitu ya bright. Yeye ni mwanaume kamili. Naam. Lakini jinsi tunasemanga mindset. Ama sex mind, sijui kitu kama hiyo. Ile mafikirio yake ni ya kike. Okay. Lakini huyu ni John. Amezaliwa John. Lakini jinsi anafikiria, anafanya vitu zake, anafanya kama mwanamke. Ndio wanasemanga they are in the wrong body. Yani ako trapped, wanasemanga ako trapped kwa mwili. Labda wewe ni msichana lakini uko trapped kwa mwili ya mwanaume. Ndio. Alright. Unajua huko kwetu kwa Sydney Nyabotobe wanafaa for example kuweka maji kwa kichwa. Sasa kuna wale wasio unapata huko kwa kijiji yeye hawezi weka maji kwa kichwa, lazima anabeba na mikono miwili kama mwanaume. Nadhani ni kama hao sasa. So hao ndio transgender. So for the intersex na transgender, it's all about gender identity. For the lesbians, gays, bisexual, sexual orientation, who they are attracted to sexually. Alright. But gender identity ni transgender na intersex, because ukiangalia the challenges zenye intersex persons wanapitia zinakaribiana sana na za transgender. For example, mimi nimezaliwa nikalelewa kama msichana. Nikapewa jina Beatrice. But now siwezi pata kazi because nikisimama pale wanaona John, hawaoni Beatrice, but ID yangu inasoma Beatrice. Alright. So lazima nitafute venye nitadrop hiyo jina Beatrice, nieke John, ndio ni match, ama ndio ni fit in the society, ama ndio nipate job rahisi. The same way na the transgender, because there is a transgender woman, a transgender man, kulingana venye tumesema. Huyu ni mwanamke amezaliwa msichana vizuri, lakini vile anavyofikiria anafikiria kiume, lakini ni msichana. Vice versa. Alright. Intersex ndio hujaeleza. Nimefika sasa hapo sasa. So intersex ni mtoto ambaye anapozaliwa, wakati anazaliwa hivi, huwezi, mtu akikuuliza ni mtoto umepata mtoto mgani, msichana kijana, huna ule uwezo wa kuelezea ni mtoto wa kike ama wa kiume. Na huwa tunamdefine kwa njia 4. Lakini najua the society huwa wanajua moja. Ile wanasemanga chalidem. Ama kikwetu wanasemanga ni venye ita sound funny, lakini nitaiweka kwa Kiswahili kulingana venye wao usema. Iseme tu tusikie pia ikikwetu. Wanasema mkasimu sata. So nikisema kwa Kiswahili ni kusema mwanaume mwanamke. So sacho mkungu. Msacho mkungu. Venye Nyabsa amesema. So huwa tunamdefine mara 4. So kuna hii kitu inaitwa chromosomes. Kuna genes, kuna ambiguous genitalia, na kuna hormones. Hao ni watoto wangapi? 4 tofauti, but they are intersex. Okay. So kuna yule ambaye ni intersex, kenye kimesababisha akae hivyo ni hormones. Tunaelewana? Alright. Kwa hormones kuna estrogen ya wamama na kuna testosterone za wababa. So like a case kama ile ilikuwa ya Semenya, Caster Semenya, ile athletic. Unapata hormones zake ni mtoto wa kike, lakini hormones zake zenye ziko juu ni za kiume. Sasa unapata mtoto kama huyo akiwa tuseme ako kwa football team, kutakuwa na tashwishi ile ya huyo anakaa mwanaume ni sababu ya hizo hormones. Badala hormones zake za kike zikuwe juu, za kiume ndio ziko juu. Sasa anakaa mwanaume. Sasa huyo ni intersex wa kwanza. Wa pili hiyo genetic, the genes. Hiyo ndio internal sexual productive ya mtu yoyote. Kama tuseme you bright, kule ndani kuna zile viungo venye vinasababisha unakaa bright. Uko na ndevu, uko na muscles kama mwanaume, uko strong na kila kitu. For Nyabsi hapa utapata akona uterus, akona hizo ovaries zenye zinafanya nakaa mwanamke. Unaona? So for intersex unaweza pata kule ndani akona mchanganyiko. Akona viungo vya kiume na akona viungo vya kike. So ile mtoto anapokuwa unapata for example akona ndevu, ana matiti. Naruhusiwa kusema hivyo? Yeah. Ana matiti.
mwingine utapata akona hips, mwingine ukimwangalia hivyo unashindwa sasa huyu ni msichana ama kijana, kikasura tu unashindwa. Ama unapata haya kwa hivyo hizo akona ndevu na kile kitu, ukisikia ka sauti ni ya msichana. Sasa unapata ni mtoto ambaye amechanganyikiwa, hata akikuja kwako anakuomba kazi unashindwa sasa huyu. Akitoa hata kabla hajatoa kitambulisho inakuwa ni challenge. Naam. Sasa huyo ndio genes sasa. Huyo ni mtoto wa 3. Okay. Mtoto wa 4 tunamu-identify na chromosomes. Ile XX ya mama na XY ya wanaume. Okay. So unapata intersex anaweza kuwa kuna hiyo inaitwanga XO. Ama badala ya XY inakuwa XXY. Yes. Kuna kitu kanaongezea juu, unaelewa? So unapata kama ni mtoto kijana, kuna wasichana, kuna watoto vijana ambao unaona wako walegevu kama wasichana. Sasa unaweza sema, kuna wengine wanaweza sema hata ni gay person. Hapana. But akipitia kwa ile process ya daktari vizuri venye tunaielewa, ile anzia hapa physical examination, angalia ultrasound, angaliwe nini iko ndani ama other scans, utapata ule mtoto ni intersex, si gay venye wanafikiria. Ama upate sasa ndio huyu msichana ako hapo, hako sawa, kifua chake kiko sawa, hakona hips zake, kasura kama msichana, lakini kule ndani utapata maybe hakona testicles. Alright. Plus uterus yenye yezi beba hata mtoto. Yeah, so hizo ndio chromosomes. Okay. Huyo ndio mtoto wa 3. Alright. Wa 3 sio? Wa 3. Wewe wa 3 ni kama nimeongea sana nikasahau. So mtoto wa 4. Hiyo tunasema ambiguous genitalia. Ule sasa mwenye tunasemanga ni chalidem. Ule mwenye mtoto akizaliwa sasa ukiangalia pale katikati ya miguu, huwezi elezea mtu huyu mtoto wa kike ama wa kiume. Sehemu za siri. Ambapo huwa tunasema hivi ni maumbile ambayo nitaiongea na Kizungu, hiyo kwa Kiswahili mpaka itani challenge. Okay, ni akona a form of vaginal lips. Okay. Alafu the clit ndio inakaa kama penis, imetokelezea. Okay. So badala ikae kama kawaida ya msichana, unapata ni ndefu kidogo. Yenye inakaa kama a penis. Okay. Inakaa kama maumbile ya mwanaume. Sehemu za siri za mwanaume. Na pia ana uke ambao hujakamilika. Okay. Ana uke ambao hujakamilika, na pia ako na maumbile ya mwanaume. Ndio. Okay. So maumbile ya mwanaume inakuanga imekamilika? Haijakamilika. Zote hazijakamilika. Ndio, cause unapata nitasema kama nitajipa mfano kama mimi. Utapata uko na hiyo maumbile ya kike ambayo haijakamilika. Yes. Then hiyo ya kiume yenye ipo haikui like kawaida kama za mwanaume ambaye hana changamoto. Okay. Unapata nyingine imeangalia chini, ambapo ukienda kujisaidia lazima usquat kama mwanamke. Okay. Lazima uiname. Maana ukienda kama urino ile ya kusimama utajikojolea, maana imeangalia nyuma, imebend. Okay. Ama wengine unapata mahali pa kukojolea kwa uume iko hapa, hiyo shimo iko hapa chini, bala ikuwe hapa mbele. Alright. Ndio. Na anakuwa na testicles. Most of the intersex persons when you are na ambiguous genitalia, testicles huwa zinakuwa ndani. Yenye it's very risky because huwa ina cause cancer. Maana hizo the testicles zinafaa kukua nje. Ziwe zimehang nje. So zikiwa mahali kule ndani na hiyo joto, hiyo mchanganyiko, huwa ina cause cancer. Yeah, so sure. So anafaa aenda aone professional doctor mwenye anaelewa mambo ya intersex. Yes. Amwanzie ile process mpaka kwa surgery. Alright. Lakini si surgery kwa watoto. Shikilia hapo. Asante. Shikilia hapo. Wacha nikuje, nasikia unamuita Nyabs. Nyabs tutachanganya lugha kidogo. Kwa sababu naona hapa Sydney anarusha Kizungu hapa chromosomes. Kwa faida ya msikilizaji wangu sasa uchanganye hata lugha ya Kisii. Aelewe vizuri au intersex ni nani. Sometimes Sydney yago toire class. Unajua nimebaki tu nikimwangalia like amwana yo intersex. Yes. No mwana ole tofauti and ole special ase umuibuli onde bwensi. Yes. Omwana intersex na bangu omwana uibwire kerema eri serimo
yani nen ikirema kindegians because inchenaye obako turuke gesongo straight persons aye bright anu musacha tubwate kendo mentire na inchenya botobe incheno mukungu imerete inkinete ne kitabichi umukungu abana bachi intersex abagukina ne kitabia ibere omanyenga abale babere inchera nera gukini wiki moiseke nero goika bone toteberi umuyibuli amanyita no mumura gusamanye toyo no moiseke bone yo muyibuli nabara kini guke moiseke bone umuyibuli akomwegeri gukina kemusubati nero goika chinga kichia ya adolescence stage awe kini buno mumura bone abantu abokonyora bale kitabye ibere so kwanyole ye eya etabye ri mumuro yo gusoma isiko yataite gukina nero nere iwete abana aba ese obo mochibono bogo chabwaba naba ibuli baito gutanyora masomo obo manyi buna abana aba bako ba treated buna abana aba bagukinwa buna abana aba bwenta kumenyesa society aba ibuli abanga abamanyete umetekero musubati anyorira umwana bunoyo okoigunga ki so bo ikalebo sokoro mwabona balinge ko chisokoro libanza kwebore nkora rotori buna mu special chinse chisiko abana bango konyora bayiboire babwatane tie metwe usiba babwatane tienda se heart babone to kubagwa bono it's the same naba bono niyo gokoranga oko obotongi botaikiranete obotongi botaikiranete bono same naba batyo konyole gentekemo nkirike bwata chinguru nkibwata chinguru ege wetania kyo musubati usekyo musacha that's why konyora mbaro ba bimanyete byamano but according ne kwerende process yo kurwaliwa chibese baguchira ne chinyinge nawo abayibuli baito ababwenerete bamanyenga tigabaganya umwana kine naenda gesenya ndito bwato bwanchane now that una sidini erega seretwe onyandire muyibuli yakoteba umwana yone tigamwanche buna namanyole kiagera umeta abantu abande bakubuganga family planning yageretaki akalemali umwana echi asaba sipati abanyuomire banza koseliwa abasacha baba banyuomete babaseli nabana balia so otobwene tomanyenga umwana yo intersex no mwana ndi bwensi gutatiga nkero kingerete so abibuli baitonyandire bali konyoro bumanyi wo kolinda abana aba mbali gokole rusajare mbabwene tugokole rukubarwa baganya bayikenga kieli bakinire umetekero mumurago kina nkororole chimaso chinyama umuiseke nkororole jige kuba chimbere umumura base sonya ndiya bibuli abaito bale konyola knowledge mapema ubumanyi mapema abali gutiga chinga kieli chike ata kama process yo koranya gitali nigolere but itakuwa better umwana bwelewire na ndo bono noereso munyagitali mbama itabona imutige achie se ligi eri yago tabanga ncheno mumura ncheno muiseke gose kwanyora abaibuli abaito kwanyara gusaba nyoleta abamurabuka alafu ekara bakuligere meta abaibuli abaito ntole fani akuligere liga otebo yotigabo muiseke uligere nyabura yotigabo mumura zinikini to aligere tu on that process basali omwanulia so bright kwanyoranga inchena bwenta ko bumumura because yo wanja ko muyibuli yone mbabu ati moiseke bakandusikere kyo mumura bagantigere kyo musubati definitely basani dio mwana ulipi bana nyagitari kwanachwa and again by the umanya abanyagitari mbabu ati experience tenge buna boniga technology ya achire kero monta anaelewa so abaibuli baito buna boniga still intersex nkwiburu bale kera lituko enambango kinere census aba balete abuna bubali umetekero census ntwari gucha kumanya gusaba naba mbaligesa kwekyo ekiagera umuntu kitako tebekero tokwenda kubara abantu ngotaye nabantu ligererete uyo mpraya ni mama mwabo tatu mwabo nabana ba mwabo batyo muyiboli omuya mwenya na elewe situation ye nabagota yaya oyo not tofauti nabana bande oyo no muyiboli osomire onyoliro obumanyi that's why twanyorete nambeyo and again omwana intersex tanyora depression ancha omwana oyo
Brian niyo wancho mwana go for example mwana no yone go so yogo ole intersex. Yes. Go komoro kyo bwanchani kuri nyoma ngaliwe liwaro mwana no yone kende ngeyo mogo nkolera. Mwana yo tali aragereirie. Omwanche na ndo mwa masomo. No eno yole isiko takonya katabaliro mwisiko masacha. Na mwana yo nagenda sikali ate bungaligiro mwana yo mwisiko masacha korunkaga igonyo mwana iro bwanchani. Mwana takolengera dikende no depression yogo tama gusekwengenta. Such cases inchirororo. Yes. Umonta kwenda utama oenda missing kumba cheta keruta sakiruta. Aba iboli baito ntobwenete gutwara ubumanyi the way we can handle these kids. Umwana yo gota mama ncherero nyigwetenga nongotera gucha nchino musacha mutige. Nabora anyole na beiwa. But take a process gete oirane back to normal anyole no muiseke alafu anso ubumanyi bwo koraki bwo kumuiranya gitari. All right. Naenda abana aba banyora masomo. Okonyora buna Sydney ateba okonyora abana ba cancer nini. Why? Umwana yobono onyoma ibuli tamwete ubwanchani. Yes. Umwana yawe ke skuru sinyugutumie cho. Umwana holdie chabu, umwana holdie amasinyoro mpaka marogoba. Are you getting? Yes. Gago chago ikaka ebladero sete. Kwanyora umwana bwate cancer ye cervix, kwanyora eblada imekuwa loose. Unaona? Tigaban abaibuli bamanyanga ki yayate umwana oyo tomosome na process ikagere kene subject gete ukwanza kwegera umwana oyo. Na surgery yo togo tebanga mwana moke takolera ububaru bonde bwensi. Tabasa kubarwa nabo kwandote yo menya gitali umwana ne igale na iga. No menya gitali okwerewe process yeye na bago gote yaya. Umwana otegeke chinga kigete tarete myaka 13 15 na litora amanye ereningo. Nabo kuligereriga ororo yo yaya John. Yayo yo nkwambuka. But in the process of growing hapo ndio nalimugo cha kumanya yaya uyo nyalebe no uyo nyalebe. All right. Yeah, you can't change that. Yes, tigato abana ba society bagali abo bakine naende tubanje mo especially the siblings na bible bali babwate intersex. Onye go gwancho mwana yo kurusiko bright hata mimi nikapiga mdomo aje ti mwana ulino no masacho makungu kende ngeko mwana uli akosoma na they are the best as a society. All right, actually ndokiri kwa kwanda wekenene sana muna abana bekera bono umuga setenga ino muiseke karumo mura ogwe konya aliye nyina se skuru yabanga no mwechando sana sana alafu no na bible bai ane abali mu baito okonyoro mwana oyo kwamanyire keskianya okwenda se principle. Yes. Omotebi omwana one niga ne principle nere igamanyitenga nero gudirie kesi ekyo tali eri akwenda gutangaza mbaka abana gusomwa alimu chakonya omwana kagosire omura mangu tayenya lebe. You see so ekero kwanyolire nga omwana oyo kwamumanyire gende school report. All right. Alafu okonyora enchire y'abana bako ba stigmatized mo especially ngende school inte yu mwalimu alafu ngichenyoro mwalimu abana bamanyire igangure na back so mwalimu ulimo boli why nabako ogusuwa umuntu yekiagera. Yes. As a parent you did a nice thing komoteinga nkonyero mwana. All right. Yes. All right, asante sana. Sydney, by the way, ile kizungu na promotion hapa ulikuja ukaendelea na masomo kwa sababu kizungu nazungumza hapa si ya mtu aliyeachia darasa la 8. Sijaendelea na masomo ila kwa saizi ndio jinsi yangu imeona niingie Gumbaru. I think ndio tamu ya kwanza. But nimekuwa nikiongea hivyo ni mambo ya Mungu. You speak good English man. Ni mambo ya Mungu wallahi. So the terms you are using sometimes that are from far away you understand. All right. Ni mambo ya Mungu. Ni mambo ya Mungu. That is great. That is great. So sasa ukiwa kwa jinsi yangu ukaanza kujielewa sasa wewe ni mwanaume. Ndio. Ukajipa jina Sydney. Ndio. So tangu wakati sasa maisha yako siku baada ya nyingine kutangamana na watu imekuwa namna gani? Maisha sio rahisi Bright. Unaona mpiga picha alipokuwa hapa alikuwa ananiambia nimekasirika tu. Mimi naishingi nimekasirika tu. Yes. Yeah, lakini ni vile society wana treat the intersex persons. Nikiwa mmoja wao. So pande yangu nitasema maisha hapa nje sio rahisi. Naam. Because shida zinaanza wakati unazaliwa as an intersex person. All right. Either kuna wale wanafanywa
zile surgeries zina backfire, zinawaletea shida baadaye. Na like sasa kuna wakina sisi sasa wenye unaanza kungangana na majina iko kwa ID. Yes. Watu wenye wako hapo nje wakuelewi kama wewe ni wa kike ama ni wa kiume. Ukiingia mahali popote wewe ndio toko. Stigma iko everywhere, discrimination iko kila mahali, huwezi pata job. Haya, like for me now niko na kazi. But siwezi kuambia security yangu saa hii iko sawa. Hapana, because unapotoka kwa nyumba lazima upande matatu. Kuna yule makanga iko pale. Utasikia madam sasa kidogo ukimwangalia anasema kumbe ni kibro. Basi sasa unajua makanga ni mtu ambaye atashout. Yes. So ukiingia kwa ile gari kila mtu anataka kuelewa huyu mtu anaitwa mara mbili namna gani. So like for me maisha haijakuwa rahisi. Sana stigma. Violence. Hakuna mahali sijapigwa by the way. Nimepigwa nikitoka nyumbani. Nimefika Nairobi, maisha haijakuwa rahisi. Ni ile sasa unajua sasa ni ile self defense. Sina mtu wa kuningangania, sina mtu wa kunipigania, sina mtu wa kuniulizia. So ni mimi peke yangu. Alafu pia sasa sababu familia iliniachilia na pia sikuwa na mtu wa kunishika mkono back then. So nikaingilia pia dawa za kulevya. Okay. Sasa pombe ikawa ndio kila kitu. At least nipate usingizi, nisahau kama nilipigwa jana ama jirani aliongea kunihusu ama kuna mwenye anataka kunitoa nguo mahali anielewe. So nikajipata nikiwa mtu ambaye haeleweki. Niko mlevi 24/7. Siwezi kaa bila dawa. Like kuna zile vitu ndogo huwa tunakula kulanga, unasikia niko haire. Ndio yani uone kama uko sawa lakini hauko sawa. Yes. Yeah. In real life hauko sawa. Unajiwaste but sasa hauna otherwise. So for me na struggle na vitu nyingi. Especially the physical appearance. Yes. Nikitokea huko okay, utaona kuna wale wanasemanga huyu ni ndume. Ukikaa kidogo sijui nini ubadilika. Then you're like kumbe ulikuwa msichana. I'm like okay, sasa ni story gani? For now like kitu kama ID ilikuwa inanisumbua sana. Kwa ajili ya kutoa pesa kwa M-Pesa. Okay. Hata kufungua account. Unaenda pale, unasema unataka kutoa pesa fulani, kisha toa jina inatoka Beatrice. Then maybe aliona John. So nimepigwa sana mara mingi, nimestripiwa naked kwa barabara, wakishe ni nani huyu sasa. Natolewa nguo. Nimeshikwa mpaka na askari. So but hiyo ilikuwa back then before like niko empowered. Yes. Before jinsi yangu isimame. Yeah, so challenges ni mingi. Right. Sana health yangu haiko fiti. Nikianza na hiyo depression unajua sasa depression ni ile ya ukijaribu kusahau shida zinaenda maybe kwa drugs. Then the same issue inajirepeat. Huwa ina shoot. Okay. So ina need a lot of care na pia counseling ya karibu. Alright. Yenye unapata pia kwa maisha ya kila siku inakuwa ngumu. So hiyo depression. So upande mwingine health unapata like I said, I'm an intersex person. Identify myself kama mwanamume. Yes. Nimeoa sana. Okay. Yeah, like nimekuwa kwa relationships. Alright. And I have a kid. Okay. Kwa out of those relationships Mungu akanipa mmoja ambaye akanibariki na mtoto. Yeah, but apart from kumpa mbegu akapata mtoto, I also have niko bado na a lot na challenges mingi. Ambapo unapata kuna wakati pia napata ile hali ya hedhi. Na si ile kila mwezi kama wanawake wa kawaida. Menstruation. Yeah. So unapata maybe inaweza kaa miaka 2 sielewi kama kitu kama inakuanga, then inatokea from nowhere. Yenye pia huwa inanisumbua sana kimwili, cause unapata kuna wakati ikikaa sana ikikuja unapata vile wanawake wanasemanga wanaenda sijui ni 3 days sijui 4 days. Mimi unaweza pata mwezi mzima inatoka continuous, yenye si ati kumwagika but ni ile damu kidogo. Okay. So huwa inafanyana kwa week. Like unapata mwili kwa week kila saa hujui sababu ni nini. And also apart from kusema mimi ni intersex but mi najitambua kama mwanaume. Pia nina matiti.
ambayo imetokea. Najua utaanza kuanza iko wapi. Yeah, so unapata katika hii shirika letu tulikuja tukaona sababu wanahunta pale nje hawana amani kabisa. Alright. Sababu huwa tuna confuse watu, hivyo ndio tunasema. Mtu ajui wewe ni msichana ama kijana akikuangalia, because unaweza pata kuna yule ambaye ana ndevu lakini ana matiti. So shirika huwa linatusaidia kwa wale wenye intersex wenye wako na matiti. Tuko na partner organization yenye huwa inatusaidia na some kind of kuna vest fulani. Alright. Yenye unavanga inakuwa tight kabisa. Sasa nikivalia na shati yangu hatusumbuani pale nje. But the vest also upande wa health ya mtu si nzuri, because unapata nikivalia siko comfortable. Unapata hata zingine kupumua inakuwa ngumu. Yes. So unapata ni kitu ambacho si ati inanisaidia kufurahisha watu huko nje, wasinipige ama wasinitoe nguo, lakini wewe but mimi mwenyewe naumia. Sababu ile kitu nafaa nikae nayo, kama tuseme nimeenda kazi kutoka asubuhi mpaka jioni, niko na throughout. Na bado ukumbuke ni kitu ni nguo ambayo bado inanibana. Imekubana, imekushikilia. Sasa unapata tumekaa na wewe lakini unaongea mimi siko hapo. Mimi nafikiria tutamaliza saa ngapi niende nitoe. Uende ukae free. Yes. So unapata those are some of the challenges napitia za health. And yeah. Vitu ni mingi. Alright. So kwa huyu ambaye mlizana mtoto mko na yeye, mnaishi pamoja ama vile nilikuwa nimeanza mwanzo nikasema relationship pande yangu. Hiyo ilikuwa tu relationship, ni uhusiano tu, si eti ni mlikuwa mmeoana sasa. Hapana, mimi nimetamani ndoa. Okay. Muda mrefu. Na I think sijui ama ni mtu anazaliwa hivyo. Maana mimi nilianza kuoa mapema. Ama ni vile I think vile nilikaa kwa street sana. Because kuna time nilikuwa chokora hapo Nairobi for 3 years. So ni kama venye nilijanjaruka mapema, sijui ama akili yangu ilikuwa kuliko miaka yangu. Yes. So I think ndoa ya kwanza nilipata nikiwa na miaka 17. Okay. Siwezi hesabu ni nyingi, but challenge yenye kwa hiyo mambo ya ndoa ni kwamba unapata ndio wakati una approach yule msichana. Mara mingi mimi sijaijieleza, because huwa nashindwa kama atanielewa ama atani disappoint ama itafika mahali kwa shida. So mara mingi sikuwa najieleza. So unapata kuna kuwa na mvutano, maana pia hii ni ndoa. Yes. Unafaa kuwa free na mwenzako. But mimi siko free. Siko transparent. Kama kuna shida siwezi elezea na kufana. So unapata yule mwanadada pia anaona yale maisha ni magumu. So wengi walikuwa wanaenda hivyo, because kwa zile za na my friend, mbona taa uzimi taa, unaacha taa ikiwa on. Yani unazima taa wakati wa kwenda kulala. So ni ile ya lazima taa. Yeah. Maana sijamuelezea. Okay. So unapata kama ni hiyo ka vest venye unasema kana bana hivyo lazima nikuwe nako. Ukavae. Sababu sijamuelezea. So unapata pia hata pande yangu naanza kuona hii kitu inani affect. Unajua ukishaanza nini zinaanza kushuka ile furaha ndio ikianza kushuka ama ile nini hamu ile. Yes. Sasa unapata hata uone umuhimu wa ile ndoa, because unaumia. Alright. So mara mingi walikuwa wakichoka na mimi. And also pia kulingana na huwa nafikira ni hormones. Kuna mara mingi sina furaha, mara mingi nakasirika bure. Yes. So kuna zile mood changes zinakuwa like zinaoka. Sasa tunacheka dakika 2 umekasirika, tuongeleshani na si ati tumekosana. So mara mingi walikuwa wanaondoka juu ya hiyo. But kulikuwa na wale ambao walikuwa wanakuja experience. Kuna wale nilikuwa nawaambia, hata tulikuwa kwa mkutano, maybe tunafanyanga sensitizations. Yes. Then unapata mmoja tuwa tunaacha contacts. Namba zetu hapo, unapata mtu anakupigia na kwambia hai mimi niko sawa na wewe. So unajua like for me wanaona ni kama niko desperate, because nataka hii ndoa, nani atanipenda. So unapata yule mtu ambaye umefunza na anasema ako interested, unaona unakuwa desperate ile huyu atanielewa. Yes. Then akikuja anateka advantage. So like kuna incidents ilinifanikia.
yenye so nikapata mmoja akakuja ananielewa, so siku have ku explain, so nilikuwa free na yeye na nini but sasa akajua kazi yangu anapata kapesa fulani. Sasa nikaekoa masharti, ukikuja mwisho wa mwezi pesa yote weka hapa. Ukianza sasa ile mimi ndio mwenye nyumba nini, nitaambia majirani unaweka pesa hapa, ama niambie majirani venye huko. So ikakuwa threats ile blackmail. So nimepitia kama wawili, ikafika mahali nikachoka. So huyu mtoto tulikaa naye kama 4 years. Okay. Ilikuwa lucky enough because alinielewa through the brother, because brother yake pia alikuwa intersex. Okay. So wakati nilimweleza akaniambia hii wachana hiyo tu, mimi niko sawa. So huyo ndio tuliweza kubarikiwa na mtoto. Isipokuwa kulikuwa na drama mingi. Like I don't know kama pia alikuwa na depression ama something. Ama kuna something alikuwa na go through yenye hatulikuwa tuwezi kuelewana kabisa. Sasa ikabidi ameondoka, akaniachia mtoto. Alright. Yeah. Mtoto sasa ni ako 4 years. Yeah. Is a boy? No, a girl. Is a girl. Yeah. Alright, 4 years old. Anaitwa je? Anaitwa Bridget. Bridget. Yes. Okay, that is great. That's great. Yeah. Alright. So Nyabs, sasa mimi Nyabs naona imenipeleka vizuri. But umanya banta banga bamanyite Nyabutobe. Yes. Nyabutobe. Alright. Ananita Sydney anchete kondoka Nyabs, ananiambianga jina lako ni refu. Ni ngumu. Ni refu, so unamwachia hapo. Alright. So Ekegusii hapa kwetu Kisii. Timaiti hii census zinaweza kuwa ni wale wenye walikuwa na courage ya kujitokeza na kusema niko na mtoto labda ako hivi. It could be hao watu ni wengi zaidi hapa, but the numbers could be more than this. Timaiti na mwara tarega gusimo gende tokonya okora sensitization abantu bachakire gwesoke na korenta abana babanyariko babako menyekana. Vuna tuachire by the way ya agency yangu njengo bakolera publicity. Alright. Kuba manyekani. So kama last time tukiongea na wewe tulikuwa Getembe, Kisii FM, hizi radio zote Ekegusii tuatalire. Alright. Now kuna watu wanatupigia simu through Gusii, naitwa Francisca Kwambuka, huyu ni Intersex. Alright. Bako tuakire sime. Mete kare montawo wakire sime, I want to see you. Echine chibe sokoligi oende komoligia. Sauti mogirango. Ende Nyamira moino. But the response imbuyere. Like Bosongo, a response at least Bosongo yanyolire knowledge yumwana Intersex. And mostly otogotumia baturete. Ose church elders narie karoto ko ende Kenyoro nto minyokiwa metena bera benga babachiri kuiba abana bachikoni abana abantu bali bakuru abane bingwanzo. So ekaroto ko ende Kenyoro nkuligitore bana buna bright tumekujua abango gote bright asenali ndaite otorigeria abantu so kabe mobilize yaito oko ndo kwa neno muntu umuturete no bwe Kenyoro so muntu bwe kanisa matenga iko hivi na hivi na hivi ntonyo ale gukwanira abantu be Kenyoro metena ene umuturete takumanya guse Intersex nero baro kuna kero kyopi wana muturetiere na bagokora ekura teri yo korangeria abantu but in the process yo kwanira abantu bali like buno anko basomitore metekere gento no basomi gutari asmoto ari umwana Intersex kire gento no basomi kwanyoro muntu subokire nonya na meta abantu bali bakonyora bwata abana bonse Intersex umaya gosoka ngoro tebanga ya gakina nche ninkoleteki ninchandegete now buna boni gumwana narite kwenta kwiranda nere Nairobi juu taigwetibia. Alright. Umwana oyo karato igwete ngokolerwa umuchanga gokolerwa akolerwa operation otuachete tugateneni umuchango na woni umwana otegwetibia nkogenda tore nere aligerirwa anse process 0 anse process ya madawa at least banyakomanya ngayengerete bakenga kiria gwika emiaka ya yo kwemanya sare in Nyamira wono no to taite gukunama in fact Nyamira no ekero kuri statistics ngiri gutuka ekero twabwate sabu 38 bali basogete 38 kuri Nyamira abana abantu bachita amasomo bamanyete umwana Intersex ninge nawe ekero monta kugunga mwachiro gokonyo abantu bande Kenyoro na bagoteba na incho mwana nena akoreteki na baletu census now we are back gokonya abante Kenyoro ntundo liko sababese onyo mwana ogone Intersex nchu kwane
taringa ne chibasto ko chago gusaba onyoro bokonyi omwana na bora ora mubale onyora kwa moire cancer ibona ile shida ye chisachari usomo eliyo onyora kwa musalire metera boko oko mwana amaliyo onyora kwa makoliro muko ekerema kwa morema iri so imbuya tonyoro bumanyi nando muntu uli omanyete especially toro chinche tindi mu intersex bone karonko nyara to gutara na sidini erina bago teikiro muntu kiare chabana ngo tegerera basomi right busi responsibility okay yes all right Sydney upande wa the policy makers for example umesema umekuwa ukisumbuka na mambo ya ID hata kule mahali watoto wanazaliwa registry sijui kufikia sasa kuna hatua ambazo zimepigwa hapa Kenya kuhakikisha kwa mfano ukule kwa afisi za kusajili mtoto akizaliwa kama huyo ile birth certificate inakuwa na provision ya kumsajili jinsi inafaa kuwa kwamba yeye ni nani hata kwa mambo ya ID labda kuna hatua ambazo zimepigwa ama bado kazi ipo. Okay, mwanzo mimi nitashukuru serikali ya Kenya. 2019 tuliweza kuhesabiwa kama third sex. Right. Yenye ni hatua kubwa sana nchi ni worldwide. Yes. Kwa vitu kama hizo nitasema ndio tumeweza kupiga hatua kidogo. Nitatoa mfano kidogo na kuna mkubwa wangu ambaye alikuwa anataka kubadilisha majina. Naam. Kwenye kitambulisho. So sasa kama mimi sababu jina zilikuwa zinanisumbua nilisaidiwa na shirika yenye iko against the law of Kenya. So unapata like nilidrop jina moja hiyo Beatrice nikaeka Sydney. Right. Na nilitumia like more than 100,000 kutoa hiyo jina moja. But saizi kuna mahali ambayo kuna ofisi ambayo ni ya immigration yenye mkubwa wangu aliweza kuenda huko kwa ajili ya kutengeneza hiyo platform ambapo like kama kutakuwa na any other intersex person mwenye anataka kudrop jina ama kuongezea asilipishwe kama venye mimi nilikuwa nimelipishwa like hizo pesa zote. Alright. So whereby kulikuwa na good response na like hakuna kitu wanatulipisha. Okay. Which wewe nitasema hiyo tumepiga step. Alright. Ya nukumaanisha kwamba serikali ya Kenya inatutambua, inajua tupo na iko ready kutusaidia kwa kufanya hizi challenges zingine zituondoke. Right. Yeah. Labda swali moja ndio nilete msikilizaji kidogo tu naona Nyabotoba anaangalia saa naona saa zimeenda. Na ndege ntonkirenta ta komentabo kabla ulete umutegereri. Kwa intersex ekara bago chaguchencha malieta egento getari go chenchi pi ni mark ekara to koiboru ari ase notification egoteba female ama male now aso go chencha ase male and female that mark eritari go chenchwa bona buna sidine ere emaki yaye ne yo musacha batekara nyolete ID aitwiri tari musubati one mark ya ni yo musubati tofauti ne iri tarioka lakini mark tari go chenchwa and last event activity na alenga estwarenge abantu bachite amasomo n'abantu bakubwati abantu GID so niriyo na response iko sawa meto muntu be ID na bagwikaiga no ine bengi akwenda oligereria ID rio chikurusi bese okoligereri so barabumba etwa masomo. Alright. Bono ntobwate process maybe abantu ababechi bengi basomigwe bamanye nki intersex abasigali bamanye kera kubwatire nabako matenga nchino musacha ero kuligira na arochero mukungu kwa mateyana maumbile ingire chera yabasubati ingire chera yabasacha. Yeah. Alright, sawa. Sisi nilikuwa nakuuliza kuhusu swala la corrective surgeries. Wengine wanasema kwamba unaweza fanyiwa corrective surgery. Sijui labda unafahamu nini kuhusu mambo hayo? Kulingana na mimi na ni through experience kwa sababu nimeona wanahunta wengi wakiumia ambao wamefanywa hiyo upasuaji wakiwa wadogo. Na hata sasa hivi venye naongea hilo ni jambo ambalo sisi kama wenye tunapigania haki za kina wanahunta. Hilo ni jambo ambalo
tukikuwa katika vikundi ambato huwa tunawafunza ya kwamba huyu mtoto anapozaliwa na mzazi maybe hajui vile atalea yule mtoto ama venye atapata usaidizi. Awachane na yule mtoto. Since yule mtoto hakuna emergency kwa hapa. Unajua kuna tofauti ya kuwa na emergency yenye inaweza lead to mtoto afanyiwe upasuaji. Lakini kama mtoto hana chochote ambacho kinamsumbua kwa yale maumbile, awachane na mtoto. Wakati atafika, kuna umri atafika, yeye mwenyewe atakuelezea. Hata atakuonyesha tu. Unajua mzazi ukiwa na watoto, kuna wakati huwa na monitor. Unaona mara kataki hii, mara kanataka hii. So yule mtoto atakapo kufika miaka ambayo anajielewa yeye mwenyewe, atakuelezea tu yeye ni nani. So that hii process sasa yenye ulikuwa unataka umfanyie surgery pale chini akiwa mdogo, unaweza sasa anza. Saa zile yeye mwenyewe anajielewa. Na hata wakati unaanza hiyo process ya kumpeleka daktari, yeye ndiye anasema mimi ndio nataka, sio mzazi aamue. Sasa ni tofauti na wale wazazi ambao hawana information. Alright. Unapata mzazi ako under pressure ya familia. Huwa anasema hii ni uchawi ya kutoka kwenu, tulisema tu wewe ni mchawi ABCD. So wanaona wewe kuzaa mtoto intersex ni kumaanisha kwenu kuna kitu mbaya yenye inafanya uzae yule mtoto. So unapata ule mama anakuwa under pressure, ama wale wazazi wanakuwa under pressure, hata na majirani na immediate family members. So unapata huyu mzazi anachukua hatua mbaya ya kuenda kwa daktari, na pia anapata yule daktari mwenye I think daktari anafaa kuwa na information. But kuna wale madaktari ambao unapata yule mzazi ameenda kutafuta usaidizi kwao. Na yule daktari sasa ndiye ana advise huyu mzazi, wacha tumfanyie corrective surgery ndio afit in kwa male and or female. Yenye unapata yule mtoto atafanywa upasuaji pale chini. Umlee kama msichana, maana wengi wao wanatolewa uume. Because hiyo ndio rahisi. Hiyo ndio rahisi. So unapata pande ya kiume inatolewa mtoto akiwa mdogo. Lakini anapofika ule wakati sasa ndiye anajielewa. Unapata ile sehemu iliyotolewa ndio anahitaji sasa. Na haiwezi rekebishwa. It's irreversible. Hiyo ndio namaanisha. Huwezi rudisha. So unapata yule mtoto anakuwa, na pia kuna wale madaktari ambao wanafanya hizi surgeries bila kuelewa wanafanya nini. Ni ile maybe kuna wale wako interested na pesa zako. Kwa sababu atakwambia mimi hii leta $500,000. Na wewe uko na pressure, wazazi wako na pressure kwa familia. Wengine wanauza hata mashamba. Wengi wameuza mashamba. Wanapeleka yule mtoto anafanywa surgery. Alafu ile surgery ina backfire. Unapata ile surgery haikufanyika vizuri. Yule daktari alienda hakuanza ile process venye inafaa. Waangalie hata nini iko maumbile gani iko huko ndani. Ndio pia ndio waweze kuperform hiyo surgery, because ule mtoto unafaa uangalie nini kinamsaidia kule ndani kenye kinafaa kubaki, kenye kitasaidia kenye kiko nje. Alright. But unapata daktari yeye anaona hii uume tukitoa, alafu mtoto avalishwe skirt, atakuwa Beatrice. Ambapo mtoto anakuwa John. Na ushamharibu pale chini. Na unapata wengine wanafanya hizo surgeries, mtoto anashinda kulik urine. Yani mkojo unapita tu. Sababu ilifanywa tu, mtu alifanya tu venye anajua, atoe tu. Bila kujua inaweza leta madhara. So unapata wale watoto wanahangaika. Tuko na wengi ambao sasa imebaki ni kuwanunulianga pampers, hizi diapers. Mtoto ako shule na mtoto mkubwa, mtoto ako class 7 ako na diaper. Sasa hizo kesi kama hizo zikikuja kwa ofisi zetu, unapata inakuwa ngumu, because unafaa sasa unaanza tena, unamwanzia 1. Alright. Arekebishwe tena. Ama tena huwa inafika mahali anahitaji tena surgery zingine 2-3. Ndio wazuie ile mkojo. Na pia huwa inaandamana pia na magonjwa zingine. Kuna wale pia wanabakishwa, vidonda zinabaki ziko open. Asante sana. Asobwengetu nyabotobe. Ngata mapolia mangega revolve around gosekero omwano yabwate chinseme chichanso ni chonsibere. Chonsi chikunyara koba chikotumeka mna eteri cha SMS chenyingaiga. Nabayigo ngete na era igoro yengana ya enchera yaba subati kira mwali bumutinyi. Nenge ntoke kokoleka na kira chinga kigose nabuko yobe kabuyeli no mutegero ya enyole bya. Ase Sydney igatebanga ndira kwirano ni myaka 2 tararore irangi tigatojero kirangi naba gusitoma ite gwatoko.
ere ya yego chate bateri go flow teri go cha nyingi buno musubati kawaida ere ya yego cha chi drops so ndira omanya kubeka iga ere turu china bara ire myake bera tanya koyerora lakini ekero ya chire ya chumitinye omugima eko gendo mutinye omugima ere amaumbira mange abwate na yo musubati nkolengi kero muntu naigwa na bwate chimbere ekero no ena yo kumuligireri na bwate hips buno musubati onde bwensi nkorora ali rangi tigatotebe igo ata kama teri yo mutinyi bunanchi bunanchi ya nego chakero mutinyi eya eteri go chakero mutinyi einere tofauti all right yes alright libolia bulunga abana bunaba okonya chiseme cheso nichi gutumaka chonsi bere gosenere yemeko ingere yende asetwale ngere mugaso Nyamira ntwabate discussion eyo intumwanya bantu into tokolengere libo sidini gigatebe kemonkero gutwara chinkuru yes wone kemege gokwa ekindi kyanyora chinkuru onye nekyo musubati kere ne chinkuru kya musacha nkiri gutwara ebuna lele twabate discussion abali kwebuli ababoliga timetu kusendia liswali eri aboli uga lakini tigankonye kyagara no inche kale nabana akalengereiri inga abantu abekera igwete gutwa ko bano musacha gusoma kungu na bawu agwekora tigankwane Ekegusii nkolengi abana mbaraire bana barari abantu abango twale kolengereri inga abantu ababwate bintu bibere na bagwekurira of which te konyalikana yes ekemo ekebwate gasia yenga chinkuru chinyinge chengereta somo subati use chinkuru chinyinge chengereta somo omusacha yes so onya nekyo musacha egasia enero aligyo mukungu onya no musubati aligyo musacha yes okay sawa libondi liabo liguganga for example nyeno libono boigwete nga no musacha ngoikerale for example bwaruka timete kwa sangire nere muno Wana ekero twari gusangana Sydney by the way nganchi to muntu gweteba alright tinta itiichenga na igwete ekero ngo chango tai bright story yane inche na kwa na kurwenkoro yane yes now ekero twari go share na Sydney inche ntwa kwanete ere iga beterere tigwe kwaruka okay ekiagara no busoku according no gukina kwaye kyagera enchira bayibuli bamorerete mbata getegente kabantu bamanyere ningo igarukoro monene okay omonene igomogotu na abetereretiwe akairunya gitali akaruka sometimes ndi togo share erago tebanga ekire tofauti no monto bunaya okomera kwaye okole tofauti but chinguru buno gokora nere na bagokora yes chinguru na babwate kawaida yes alright sawa abantu babwange engineer ere kwete transformer ngokolere tofauti tests chaje echireme bono inere tofauti echi intersex na bantu bunaye alright yes asante sana Sydney naona kama nimekula muda wenu kweli ni kama tunafika kesho iko sawa asala ngasifanya robo manyi yes asante sana ni jambo ambalo vile umesikia wengine wengi ndio wanasikia mara ya kwanza mtu wa hunta akijitokeza kuzungumza kwa hivyo inamaanisha kwamba watu wengi wamejificha ni kweli si kwamba hawako lakini wamejificha hawataki kuongelelea hata ulisikia kuna mwingine hapa alisema watu wawili wamesema kwamba kuna wenye ninajua lakini bado wamejificha alright asante sana kwa sababu ya muda tutamaliza yote leo najua Mungu atatujalia nafasi tena wakati mwingine kuzidi kuzungumza ningependa nije kwako unapotoa kauli yako ya mwisho mi niko na jambo moja kwa wasikilizaji wetu na nitaiweka hivi ya kwamba kwa wale ambao wamechukua muda wao kutusikiliza siku ya leo ninaamini ya kwamba wameweza kujifunza mawili matatu hata najua ni topic ngumu sana inataka like uwe na muda wa kutosha kweli ila venye Bright amesema Mungu akitujalia tutapata muda tuendeleze so kwa wale ambao wametusikiliza ni kwamba naomba wakuwe ambassadors wetu because unaona shirika letu liko Nairobi na huku chini najua kwamba kuna watoto wenye ni wanahunta ambao wanaumia zaidi and pia kuna kama mfano
tuko na watoto hapa chini ambao shirika letu huwa linawasaidia. Na unaona tuko Nairobi, unapata tunatoa mtoto Kisii ama Nyamira, kumpeleka kwa matibabu wapi? Nairobi. So ningeomba sana wasikilizaji wangu ya kwamba mkuwe ambassadors wetu, hata kama tunapojitokeza kuwaelimisha kwamba wanahunta wako ni vile hali ni ngumu pale nje, hawawezi jitokeza. Naomba kwamba ukiwa mahali upite uone mtoto kama huyo, mlee kama wako, mchukulie kama wako. Ukipata mtu ambaye ana mharasi ama anampiga vita, mpe hii mafunzo ambayo nimewapatia leo. Mwambie kwamba huyu mtoto ni mtoto ambaye ameumbwa tu na Mungu. Hii ni maumbile ya Mungu. Hakuambia Mungu anataka kuumbwa jinsi alivyo. So society inapomtenga, inapompiga vita, inampiga vita ambavyo hata yeye haelewi vinatoka wapi. Na kitu ya kwanza ni kwamba huyu mtoto unapompenda, umweke karibu na wewe, hata ona kama yuko tofauti. So ninawaomba sana mkiwa pale chini kwa shughuli zenu za kawaida, mkipata mahali kama kuna mchungaji, kama kuna mtu wa bodaboda na hao wengine, kama vile mnakaanga kwa vikundi pale, vikundi vya wamama, wacha wakati mnakutana ama mnapoenda kuchota maji, ambie watu, waambie kuna kipindi nilisikiza jana kinahusu mtoto fulani fulani. Maana hao watoto wengi wamefichwa, na hawajafichwa kwa kupenda. Pia wale wazazi hawana hii information, hawajui mtoto watamlea vipi. Na pia kuna kulingana vile nimepeana story yangu ni kwamba unapata majirani pia ndio wanaweza fanya ukaficha huyo mtoto, sababu wewe mwenyewe pia hujui mtoto utamlea vipi.